mpango asubuhi ya leo, ikiwa kwamba ni lesson discussion ambapo tunaangalia mawili matatu, ambapo tungependa tuone jinsi ambavyo mambo yanakwenda pale katika lesson ya Sabato hii. Wajua kwamba mambo yamekuwa magumu wiki nzima, ila kwa sasa tungependa kuweza kuingia ndani. Na kabla ya yote basi, wajua kwamba kabla ya kuendelea tungependa tuweze kufahamu moja kwa moja wale ambao watatuelekeza katika lesoni ya siku ya leo. Tuna wageni studioni. Walimu wetu watatuelekeza, na basi moja kwa moja ningependa tuweze kuanza kwa kutujulisha majina tu. Labda tuanze kutoka upande huu, mkono wangu wa kushoto, kisha tuone jinsi ambavyo mambo yatakwenda hapo baadaye. Elder Peter Ombati, Milimani SDA Church. Asante sana. Umesema kwamba Elder Peter Ombati kutoka kanisa la Milimani pale Kisii. Alright, asante sana ndugu yangu. Cyrus Kitonga, Kisii University Seventh-day Adventist Church. Alright, Cyrus Kitonga, karibu sana ndani. Elder Joshua Mumanyi kutoka Kisii Central Church. Elder Joshua Mumanyi, Kisii Central. Sijui labda mlikotoka kuko salama? Tuko salama. Shwari sana. Karibu ndani ya Bagusi Global Radio, mpenzi msikilizaji. Basi bila kupoteza muda na bila kupoteza wakati wowote ule, basi wakati ambapo tumekwisha wafahamu wageni wetu studioni ambao wamefika siku ya leo ama Sabato ya leo, na tumeweza kuwajua ama kuwafahamu vema kwa majina, ningependa kwamba tuweze kupata ombi ili tuweze kuingia kwenye lesoni, kwa sababu hamna jambo lingine tena ambalo tutaweza lifanya ila tu kupata ombi, kisha tuone tuingie kwenye lesoni. Asante sana na tubarikiwe. Baba, katika jina la Yesu, jina lako liinuliwe, kwa sababu wewe ni Bwana na hakuna Bwana mwingine kama wewe. Tupo hapa si kwa mapenzi yetu, ila kwa neema yako. Tunapoingia katika mafundisho ya Biblia, tunaomba Roho wako atuongoze katika kila hatua, na mwisho tuseme umekuwa nasi. Tunaomba kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Asante sana. Sasa kwa kuingia kwenye lesson, labda niweze kuwapa nafasi. Wajua kwamba walimu nyinyi ndio mnatuelekeza, nyinyi ndio mnafahamu vema lesson jinsi ambavyo ilivyo. Ndivyo mtu ataweza funza lesson ama ataweza jisomea lesson kule nyumbani, lakini wajua kwamba bila mwalimu wa kumuelekeza kuna jinsi ambavyo hawezi elewa vema. Na sasa ningependa niwape nafasi hii muweze kutuelekeza moja kwa moja ili tuweze kufahamu kiini cha lesoni, kisha baadaye tuendelee. Thank you. Ama kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu ya Sabato ya leo na ibada ya leo, na pia tunawakaribisha wasikilizaji wote wa lesoni asubuhi ya leo kwamba tuingie katika mafundisho ya Biblia, na baadaye tunahakika kwamba Mungu atatubariki zote kwa pamoja. Lesoni ambao tunaingia siku ya leo ni lesoni ya 7 katika vitabu vyetu vya mafundisho. Lesoni inayozungumzia kitabu cha Isaya. Tumepitia mambo mengi tu, lakini la leo ni tunaangalia mada inayosema defeat of the Assyrians. Defeat of the Assyrians, yani ni kushindwa kwa Waasiria. Kuna mambo mengi ambayo tumeangalia hapo nyuma kuhusiana na kabila hili la Waasiria pamoja na kiongozi wao. Lilikuwa ni kabila lenye nguvu, kabila ambalo lina uwezo wa kupigana vita na ujuzi mwingi, na chini ya kabila hili mataifa mengi yaliweza kuangushwa. Mpaka pia mji wa Mungu ambao ulikuwa umetengwa kwa sababu maalum pia ukaweza kuwa umeshindwa na jeshi hili, ukawa uko chini ya himaya ya mfalme wa Waasiria
wakati huo. Japo ulikuwa chini ya himaya hiyo, bado kulikuwa na ibada ya Mungu. Walikuwa bado hawajaingia sana. Lakini tunazungumzia wakati ambapo mfalme Ahazi akiuza nchi ya Wayuda kwenda kwa Wasiria kwa sababu ya hofu kwamba watashindwa, akawa ameiuza. Sasa tunayemzungumzia leo ni kijana wake ambaye anaingia kwenye uongozi wakati ambapo baba yake ameweza kufa. Na huyu kijana wake yeye anaonekana kuwa ni mcha Mungu. Anaonekana kuwa ni kijana anayemwogopa Mungu. Jina la kijana yule ni Hezekia. Kijana ambaye anamwogopa Mungu. Kwa hiyo alipoingia kwenye kile kiti cha papa yake, alianza kuleta mabadiliko katika uongozi ule. Ndio walikuwa chini ya himaya ya Waasiria, lakini ilibidi alete mageuzi ndio nchi ya Wayuda iweze kurudi katika ibada ya kweli. Alifanya mambo mengi. Nataka kuleta mambo haya tu kwa muktadhari, ndipo walimu wenzangu waweze kuongezea. Alileta mageuzi mengi. Kumbuka tunazungumzia kitabu cha Isaya 36, 37, 38 na 39. Maneno yale ambayo yanapatikana hapo pia yanapatikana katika kitabu cha Second Kings kwa Kiswahili ni Wafalme wa Pili, mlango wa 18, mlango wa 19 na mlango wa 20. Ni maneno ambayo ni sawa, yani ni yale yanayozungumziwa katika Isaiah 36, 37, 38 and 39, ndio yanazungumziwa katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, mlango wa 18, 19 na 20. Sasa unapoangalia kijana Hezekia alileta mageuzi mengi, lakini utayasoma vizuri katika kitabu cha Wafalme wa Pili, mlango wa 18. Ukisoma hapo unaweza kuona yale mabadiliko ambayo anayaleta kijana huyu. Na kwa sababu hii mfalme huyu wa Waasuri alipopata habari kwamba kijana ameanza kuleta mabadiliko haya, alikasirika naye. Na ndiyo sababu unamuona kija kwa kishindo kuzunguka miji yote ya Wayuda. Nakumbuka kwamba alikuwa ameshinda miji mingi na hakuna mji uliobaki ila mji wa Wayuda. Sasa kijana akasikia huyu mfalme wa Wazuri ameweza kuja na ameuzingira mji. Japo alituma jeshi lake, alituma kamanda wa jeshi lake aliyekuwa anaitwa Senakeri Rabshake. Yeye akabaki pale Lakish bado akiendelea na vita. Pale Lakish mambo aliyokuwa anayafanya yanaoneshwa katika utangulizi. Watu walikuwa wanasumbuka, yeye akiwa ameketi pale, watu wanapitia machungu, yeye akiwa anaangalia, akiwa ameweka jeshi lake tayari kwa kuwapiga mishale wale ambao walijifanya kana kwamba hawawezi kumtii. Hiyo ndio taswira. Mfalme huyu wa Wazuri anaoneshwa vizuri kama mfalme aliyekuwa na kiburi, mfalme aliyekuwa na majivuno kwa sababu ya nguvu za kivita. Sasa alipokuja pale, mfalme huyu Hezekia aliposikia kwamba huyu ameweza kuja, naye kama mwanadamu akatetemeka. Maana yale Rabshake aliyokuwa anayasema yalikuwa ni ya kweli. Ni kweli kwamba alikuwa ameshinda mahali pengi na hakuna aliyeokoka kwa mkono wake. Kwa hiyo kama mwanadamu naye akashtuka kidogo, na aliposhtuka kidogo, Biblia inaonyesha kwamba hata alianza tena kujifanya kuwa amekuwa sasa mtiifu. Alijifanya kuwa amekuwa mtiifu. Inaonekana Hezekia tena akasema, mfalme, nimekukosea kweli,
na kama nimekukosea jamani, nitaanza sasa kukutii, na kwa hiyo nitaendelea kulipa ile ada ya kawaida ambayo huwa tunalipa ndio tuweze kulindwa vizuri, maana wewe ndiye mkubwa wetu. Lakini ndani ya moyo wake unavyoona ni kwamba ilikuwa haijamwingia, akaendelea kuomba, akaendelea kuomba Mungu, maana alijua kuna Mungu wapi? Kuna Mungu mbinguni ambaye anaweza kupigana vita yote. Na kumbuka, si mara ya kwanza. Kumbuka hawa wamepelekwa kwenye mateka kwa sababu walikataa kumtii nani? Kumtii Mungu. Sasa wako chini ya himaya ya Waasiria. Ezekia anafahamu kwamba wangemtii Mungu hawangekuwa hapa ambapo wako saa hii. Sasa Ezekia akamrudia Mungu. Yeye kila mara haya yalipokuwa yanakuja, Biblia inaonyesha kwamba alikuwa anarudi kwa Mungu. Alikuwa anamwendea nani? Mungu. Na wakati huu Isaya alikuwepo kama nabii wa Mungu. Kumbuka kwamba Mungu alikuwa anatumia manabii to communicate his messages to his people. Hawa ndio alikuwa anatumia. Na Ezekia akijua vile, yeye alipokuwa anasikia maneno ya Rabshake ambaye ni kamanda wa jeshi la mfalme wa Waasuri, alikuwa anayapeleka kwa Isaya. Anamwambia, jamani, haya yamekuja. Tunamuona Isaya akiingilia na akimwambia maneno ya kumtia nini? Kumtia moyo. Alikaa hapo hapo. Alikaa hapo hapo kwa nani? Kwa Mungu. Na ilivyo ndugu zangu ni kwamba Mungu mwisho anaonekana kuwa mshindi. Kuna hii barua ya mwisho ambaye Sennacherib anaituma kwa Ezekia, ambayo blasphemed God. Alimkejeli Mungu, akamuonesha kama Mungu asiye na nguvu, Mungu ambaye anaweza kupingana na wanadamu. Hili lilimuingia sana huyu jamaa ambaye ni kiongozi wa Wayahudi, na lilipomuingia kiasi kile akakimbia kanisani na ile barua. Biblia inaonyesha kwamba aliifungua ile barua na akamlilia Mungu, akamwambia, jamani, angalieni mambo ambayo huyu anayekufanyia. Inaonyesha kwamba maombi yake ya mwisho ni kusema, Mungu, save us from this king. Tuokoeni ili dunia yote iweze kuelewa kwamba wewe ndiye nani? Wewe ndiye Mungu. Na Mungu ambaye ni mwaminifu alisikia hilo ombi, akajibu kupitia kwa mtumishi wake Isaya. Na aliposema Isaya kwamba wale watapigana wenyewe, walipigana wenyewe. Mungu ainuliwe sana. Walipigana wenyewe na wakarudi. Biblia inaorodhesha hata idadi ya watu waliouawa, 185,000 in a single day, na aliyewaua ni malaika wa nani? Ni malaika wa Mungu. Baadaye Sennacherib retired to his home. Aliporudi nyumbani, Biblia inatangaza kwamba aliuawa na vijana wake. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu, tukimtegemea atatupigania vita vyetu. Mungu awabariki walimu. Karibu kwa lesoni ya siku ya leo. Naweza kuleta yale ambayo mliweza kuyaona. Alright, asante sana. Kabla niweze kuleta walimu wengine kule, tumeona kwamba kiini cha lesoni mwalimu ameweza kufungua. Lesson sasa ipo free kuzungumzia ama kuongezea ama kuuliza ama kufanya nini. Shabiki ambaye unasikiza, our fans tunawapenda tena zaidi. Tumeweza kupokea mwalimu mwingine studio, na si vema kwamba tuweze kuendelea labda kama hatujaweza kumfahamu. Ningependa tuweze kumfahamu kwa majina, labda na kanisa analo shiriki, ili tuweze kuendelea. Karibu sana. Mpenzi mkuna wasalimu wa mjambo. Kwa majina naitwa Violet Kumboka kutoka Jogoo SDA, na wakaribisha katika lesoni ya leo.
Karibu. Alright, karibu ndani ya Abagusi Global Radio. Kumbuka kwamba mpenzi msikilizaji, kupitia kwa mtandao yote ya kijamii unatupata kama vile Abagusi Global Radio. Kimbia pale YouTube, tupo live. Tunakuletea mpango mtamu tena zaidi. Rusha comment yako kule nasi tutapitia hapo baadaye kidogo. Mwalimu umeweza kufungua lesoni vizuri tena zaidi. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, ukiwa na swali utaweza kuuliza, ukiwa na comment utaweza kuongezea kule, kisha tuendelee kwa utaratibu tu. Kwa sasa ningependa niweze kupitia jumbe 2-3 kabla tuweze kuendelea. Kuna huyu anasema kwamba anaitwa Sara Nyakangi, anasema kwamba happy Sabbath day of the Lord. Sara Nyakangi, unasema kwamba unapenda mambo yetu tena zaidi. Unasema kwamba Abagusi Global Radio ndiye station bora ambayo umeichagua kuwa bora ulimwenguni kote. Kuna huyu anasema nini? Gladys Siko anasema kwamba happy Sabbath to Eliza Kwamoza anasema kwamba happy Sabbath to people of Mogweko pamoja na mashabiki ONCP. Asante sana, karibu ndani. Huyu anasema kwamba happy Sabbath wenzangu, happy day to you. Eliza unasema kwamba amen. Sheila Kemto unasema kwamba kutoka Makongeni Njogoo Road niko ndani na wapata live. Kumbuka kwamba utatusaidia pia kushare stream hii ili tuweze kuwafikia wengi kwa njia ya kipekee. Na sasa ningependa labda niweze kufungua sasa lesson kwa walimu wetu waweze kutuambia mawili matatu, na ningependa kuingia kwenye ndugu yetu ndugu yetu Kitonga aweze kutueleza yale mawili matatu ambayo pia ako nayo katika lesoni ya siku ya leo kiufupi tu, kisha tupate nafasi kwa mashabiki wetu labda kuuliza swali, ku-comment. Wajua kwamba nafasi kama hiyo ipo kwa ajili ya shabiki wetu. Karibu sana ndugu Kitonga. Naam, nashukuru sana kwa mwalimu ambaye ametupatia mwelekezo. Ningependa kuzungumzia machache jinsi ambavyo nilisoma katika lesoni langu, na nikaona ni vizuri niweze kuwajulisha wapenzi wasikilizaji. La kwanza ni jinsi ambavyo Hezekia aliweza kufanya wakati ambapo alisikia kwamba kuna mfalme wa Assyria anakuja ili kuweza kupambana na wao. Tunaambiwa kwamba aliweza kujitayarisha. Tunajua ya kwamba Biblia inatuambia kwamba kama kuna mfalme ambaye alikuwa na imani, na katika wafalme wote wa Yuda ni Hezekia. Lakini hata hivyo kuna jambo ambalo tunataka tusome hapa. Tunaambiwa kwamba imani iwezi kuchukua jukumu ambalo ni la kazi. Angefanya kuamini Mungu na akae na aseme ninamwamini Mungu na atanipigania vita zangu. Kuna ile sehemu yake ambayo alikuwa afanye. Tunaambiwa kwamba aliweza kuongezea kuta, na akaweza pia kuchukua askari ambao walikuwa wametrainiwa, akakuwa ready ili kuweza kukabiliana na hao wafalme. So ukisoma katika kitabu cha Wafilipi 2:13 na 14, tunaambiwa kwamba Paulo anaambia Wafilipi ya kwamba jinsi ambayo mlikuwa mnatii hata kabla siko. Biblia yangu ya Kizungu inaniambia ya kwamba wherefore my beloved, as we have always obeyed, not as in my presence only, but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Diposa mstari wa 13 anatuambia kwamba ni Mungu mwenye huwa anafanya kazi ndani yetu katika kutii na pia kufanya yale mazuri. Diposa tunaambiwa kwamba wakati ambao tumekuwa ina imani na Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, huwa tunamkaribisha katika nyoyo zetu. Wakati tumemkaribisha katika nyoyo zetu, diposa anafanya ile kazi ambayo alianzisha kwa njia ya imani, na tuweze kufanya yale matendo mazuri. Kwa hivyo wapendwa, langu la kusema ni kwamba tusije tukasema ya kwamba Mungu yuko katika upande wetu na hatutaki kushirikiana na huyu Mungu ili atupatie ushindi. Tuko na sehemu la kufanya. Jambo ama kuangazia ni jinsi ambavyo unajua tunaambiwa kwamba huyu mfalme wa Assyria si ati alikuwa na ubepari peke yake, lakini tunaambiwa kwamba alikuwa smart jinsi ambayo alikuwa anafanya kazi yake. Akaona wacha nisiende kupigana vita na hao watu,
naweza tumia njia nyingine ili niweze kuwashinda. Ndiposa akalete propaganda. Na jambo ambalo limenifurahisha ambayo ningependa tusome ni hili. Mfalme anasema hivi, anatuma huyu Rabshakeh, na Rabshakeh tunaona ya kwamba ni mjanja sana, jinsi ambayo shetani alikuwa mjanja wakati alikuwa anakujia Hawa katika Edeni. Anasema hivi, nyinyi mnataka kutrust watu wa Egypt sana, uamoni kama hao watu ni dhaifu. Alafu mnasema ati mko hata hamna jeshi. Mnaona hata jinsi ambayo mfalme ama sisi tumeshaiangusha hizi falme zingine zilikuwa na miungu zao tukaziharibu. Sasa kwa nini mnataka kuona huyu Mungu wenu atamuokoa? Alafu alikuwa na ukweli ndani yake. Akaanza kuambia hata mnaona jinsi ambavyo huyu mfalme wenu Hezekia ameenda kinyume cha Mwenyezi Mungu. Ameweza kutoa zile madhabahu ambazo zilikuwa katika Yuda, na anamwambia mnapaswa kukuja kuabudu Mungu katika Yerusalemu peke yake. Unaona hapo kuna ukweli ndani yake. Lakini hizo vitu zote alikuwa anataka kulete. Unajua ukweli, tunaambiwa kwamba hata ikuwe na ukweli na kuna uongo ndani yake, itangeuza hiyo ukweli ikuwe uongo. Ndiposa sasa shetani huwa anatuambia hivi, wapendwa, sasa wewe unasema ati unaweza shinda. Mbona unataka kuona ya kwamba unaweza fanikiwa katika hili jambo? Uoni hata hauna nguvu? Uoni ya kwamba hata wewe umeshamkosea Mungu, kwa hivyo hawezi kukusamehe? Lakini tunaambiwa kwamba tukienda katika msalaba tutaweza kupata Yesu na atatusamehe dhambi zetu. Na wakati Yesu ambaye anasamehe dhambi zetu, huwa tunaambiwa tusamehe kama jinsi ambayo koti za huku huwa zinafanya. Tunasamehewa lakini tunarudia zile makosa. Huwa anaondoa na huwa anatuhesabia ni kama hatukufanya dhambi hapo nyuma, alafu anatupatia uwezo wa kuishi maisha ya utakatifu katika njia ya utakatifu. Naam. Alright, asante sana mpenzi msikilizaji. Kumbuka kwamba nafasi yako nitakupa baadaye kidogo uweze kuuliza swali. Upande wa YouTube unatupata kama vile Abaguzi Global Radio HRFM, uweze kuuliza mambo mawili pale, kisha nami nitapitia. Lakini hata hivyo naona kwamba anaitwa nani? Wanajiita Go Sister, wanasema kwamba asante sana kwa lesson nzuri. Hapo ni upande wa YouTube. Upande wa wapi? Upande wa YouTube. Omambi anasema kwamba anashukuru sana kwa lesson nzuri tena zaidi. Kabla niweze kuendelea kusoma jumbe za kwako mpenzi msikilizaji, wewe zidi kuziachilia ndani ya Abaguzi Global Radio. Utakimbia kule kwenye Google Play Store uweze kudownload app yetu ili uweze kutupata moja kwa moja kupitia radio. Na labda kama ungependa kututizama moja kwa moja tu, utaingia pale kwenye YouTube, uangalia Abaguzi Global Radio. Tunakuletea mipango mitamu tena zaidi kila wakati. Na sasa baada ya kupata ndugu yetu Kitonga ametueleza mambo matamu tena zaidi, waona kwamba sasa tunataka tuingie tunataka tupatie dada yetu dada Violet. Labda uweze kutueleza kidogo yale ambayo unaelewa ama yale ambayo ungependa kutujuza kuhusu lesson. Unajua kwamba lesson ni jambo muhimu tena zaidi. Nafasi kwako sasa. Asante kwa nafasi. Na kwanza vile mimi niliangalia kwa introduction in lesson, tunapata aftermath, what happened after the military campaign of the Assyrians. Yaani wanatueleza tu wale mambo yenye huyu mfalme wa Assyria aliweza kuwafanyia wale wenye alikuwa anataka kuwa attack. Sasa alikuwa na army yenye ilikuwa na watu 185,000, si ndio? Soldiers. Hao ndo soldiers wake. Sasa anaenda ku attack the people of Jerusalem. In the first place, wakati tulikuwa na huyu King Ahaz, yeye alikuwa anawapatia pesa alafu anawakinga kutokana na enemies wao. Sasa huyu Hezekia, ule ufalme wenye alirithi haukuwa ufalme wenye uko na nguvu, haukuwa umejisimamia in the first place, sababu the outgoing king Hezekia alikuwa anapatiana pesa kwa
the Assyrians, alafu wakinga na maadui zao. Sasa hakuwa amejipanga kwa wakati hapo mwanzo, so the Assyrians were confident, hawa ni watu tunawajua vizuri sana, wako hivi na hivi, sasa tutaenda tuwa-attack kutoka kwa huu upande. Sasa huyu King Hezekiah akainuka, akaomba Mungu, akatengeneza kila kitu, akatengeneza ukuta mkubwa vile wangeweza kuwashinda maadui wao. Na kila kitu ambacho mimi nilipata kuona kutoka hapa ni wakati shetani anataka kujaribu, anakuweka katikati ya a rock and a hard place. Mali kwenye anajua huyu nikimweka hapa hakuna vile atatoka hapa. Sasa huyu king wa Assyria Sennacherib alikuja amejitayarisha kujua hawa ni watu wenye hawana nguvu, nitawashinda. Lakini sasa sababu King Hezekiah ni mtu alikuwa anaamini kwamba Mungu anaweza kuwasaidia. Hata kama huyu Sennacherib aliwa threaten hadi akawa threaten the author of their faith. Huyu Mungu, ona king wenu amemwacha. Sasa hata tukikuja huyu Mungu atawasaidia sababu your king is not God fearing. So hapa katikati ndo anaweka, alafu sasa wanaanza kufikiria hata kama huyu yenyewe amesema ukweli hapa, Mungu hayuko na sisi, tulikuwa tumemwasi, sasa hata wakikuja kutuattack watatushinda. Sasa anawatia woga ya wanaanza kuogopa. Sasa hapa ni ukweli yenyewe tutashinda. Lakini hapo mbele yake tunaona Mungu anakuwa upande wa watu wa Jerusalem na anawashindia. Sasa kuna wakati katika maisha yetu utakuwa umefika mahali penye hata wewe unaona hapa nikienda hapa ni kuangamia, na nikienda hii pande pia ni kuangamia. Sasa hapa katikati ni uko tu hapo na Mungu wako. Mungu ana uwezo wa kututoa mahala kama hapo. Yeah. Alright, asante sana. Basi nashukuru sana. Mungu ana uwezo wa kutuondolea changamoto ambazo tuweza kuzipitia. Asante sana dada Violet Kwamboka. Sasa sijui labda Elda tujuze mambo mawili matatu, nafasi kwako. Shukran mtangazaji. Na shukran kwa walimu wa lesson ambao wametutangulizia lesoni, na tumeona hapa ya kwamba niliangazia ya kwamba vita sio yetu, vita ni ya Mungu. Wache tunapitia kwenye changamoto nyingi, shetani anatupiganisha hapa na pale, lakini tukiweka tumaini kwa Mungu, Mungu ndiye tumaini na ameahidi ya kwamba atatushindia hiyo vita. Kwa hivyo nilipoangazia lesoni, niliona mfalme Hezekiah anachukua ushukani katika uongozi wake kama mfalme katika nchi ya Juda ambaye ilikuwa imepotoka kutoka kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ilikuwa kwa giza kuu. Kwa hivyo Hezekiah akichukua ushukani kama kiongozi, alirudisha ile kuabudu Mungu wa mbingu kwa njia ipasavyo. Kwa hivyo tunaona alijiandaa. Ikiwa kama mtu mwingine, vita ikitangazwa lazima ujiandae. Kwa hivyo Hezekiah kama mfalme alijiandaa, alijionyesha kujiandaa vilivyo. Tuliposoma katika hiyo kitabu ya Mambo ya Nyakati ya Pili, sura ni ya 32 na fungu lake ni la kwanza hadi 8, tunaona hapa ya kwamba Hezekiah kama mfalme anajiandaa. Alijiandaa vipi?
Biblia yangu inasema ya kwamba he consulted with the officials. He consulted with his officials and the military staff, and blocking off the water from the springs out of the city. Tunaona ya kwamba alipata ushauri kutoka kwa maafisa wake ya wanajeshi ambao walisimamia vikosi mbalimbali. Kwa hivyo alitengeneza vikosi mbalimbali ya wanajeshi ili ajiandae kwa vita kwa Waasuri. Kwa hivyo tunaona hapa ya kwamba sehemu ya pili, he worked hard repairing of the broken sections of the wall. Alijiandaa zile yote ambazo zilikuwa zimeangushwa, akasimamisha na akazijenga upya ili iwe protection kwa nchi ya Wayuda. Ya tatu ni ile ya kwamba ushauri ambao alipata ni ile ya kwamba he also made large numbers of weapons. Alitengeneza silaha nyingi sana ili vita ikianza asilemewe na silaha. Tunaona hapa ya kwamba he appointed military officers of the people and assembled them before him in the square of the city gate. Ya kwamba aliwaandaa sasa, aliwatayarisha na kuwaweka tayari kwa vita ikianza anytime. Kwa hivyo Hezekia kama mfalme wa Yuda aliwatia moyo, kwa Yuda walikuwa na hofu, waoga, lakini aliwatia moyo, kwa maana Hezekia tunaona hapa ya kwamba aliangazia ushindi unatoka kwa Mungu peke yake. Kwa hivyo this is what he said. He said this: with us the Lord our God is to help us and fight our battles. Ya kwamba kwetu sisi, ijawapo Waasuri watakuja na maaskari, wanajeshi watakuja na silaha, lakini kwetu sisi tunajua ya kwamba Mungu ndiye atakuwa tegemeo letu. And the people gained confidence from what Hezekiah, the king of Judah, said. Sasa watu ule uoga ambao walikuwa nayo sasa wakawa na they came into confidence. Walikuwa na kuamini ya kwamba kutoka kwa maneno yale Hezekiah kama mfalme alitamka kwa uso wao, walikuwa na ujasiri sasa ya kwamba Mungu ndiye tegemeo lao, ndiye atakuwa atawashindia. Kwa hivyo wapendwa, katika nyakati ambazo tunamoishi, shetani ameona ya kwamba nyakati zake zimesha. Ameleta magonjwa, ameleta vita katika sehemu zote. Hatuna amani hata kidogo. Ametufinyilia kwa ukuta, lakini mwishowe ushindi upo, na ushindi ni kutoka kwa Mungu mbinguni. Tunaona hapa ya kwamba tuliangazia mambo mengi ya kwamba katika lesoni ya hili chuma tunaangazia ya kwamba tukimtegemea Mungu, trusting in the Lord can make great wonders. Tukimtegemea Mungu, mambo makubwa yatafanyika katika maisha yetu. Kwa hiyo wapendwa watazamaji na wasikilizaji, tunaona hapa ya kwamba tumtegemee Mungu. Mungu ndiye kimbilio letu. Mungu ndiye ushindi wetu, na tutashinda ikiwa tutamtegemea na kumwamini kwa njia ya kumuomba na kumletea maombi na hisia zetu katika vita hii, na mwishowe tutashinda. Alright, asante sana Elder Joshua Mumanyi.
kwa maandiko mazuri na mafunzo mema tena zaidi. Sasa kwa kumalizia labda niweze kurudi kwa ndugu Kitonga aweze kunena jambo lake la mwisho kwa msikilizaji wetu. Naam. Jambo langu la mwisho ambalo ningesema kulingana na jinsi lesoni imetufunza, tunaona ya kwamba Hezekia alikuwa mfalme na aliweza kudhihirisha utukufu wa Mwenyezi Mungu katika maisha yake, japokuwa baadaye alilete kiburi wakati ambao Mungu alimponya. Sasa mara mingi tunaweza sema ya kwamba hii ni historia ya Hezekia, sasa mimi si mfalme, sasa nitaonyesha watu nini. Lakini kuna kitabu ambacho nakipenda sana ambayo inaitwa Steps to Christ. Inatuambia kwamba Yesu Kristo ambaye ni mfano na kielelezo chetu, wakati aliweza wakati mwingi sana wa maisha yake aliweza kushinda katika workshop ya baba yake. Na tunaambiwa kwamba wakati ambao alikuwa katika karakana hiyo ya baba yake, aliweza kudhihirisha utukufu wa Mwenyezi Mungu kama mwana wake. Kwa hivyo tusiseme ya kwamba nangojea nikuwe mfalme, nangojea nikuwe church elder, nangojea nikuwe na mamlaka ili nionyeshe kudhihirisha tabia ya Mwenyezi Mungu. Tunaambiwa kwamba katika kazi yoyote ile tunafanya, kama ni kulima, kama ni utangazaji, popote ambao tuko, hata biashara zetu, tuweze kudhihirisha Mwenyezi Mungu. Na tukifanya hivyo, watu wataweza kuona Mungu ndani yetu. Ni kweli, asante sana. Labda kabla niweze kupatiana nafasi hii tena kwingine, ningependa, maanake naona kwamba kuna maswali mawili matatu ambayo yameweza kuulizwa. Swali la kwanza kwa walimu wetu. The propaganda spoke about almost all truth happening. Can we truly be able to differentiate between true and propaganda in this world? Ni swali ambalo limeweza kuulizwa. Labda yale maneno yaliweza kuzungumzwa hapo awali, yani mtu anakueleza tu hadi unaona kwamba amesema ukweli kabisa. Na sasa hivi ndiposa swali limekuja hivi: je, tutaweza kutofautiana ama kutofautisha ukweli na uongo katika ulimwengu wa sasa? Swali zuri hilo. Unajua ilivyo ni kwamba truth is relative. Inategemea ni nini unaamini kuwa ukweli, inategemea ni nini unaamini kuwa ukweli. Lakini kwa kabila la Wayahudi walikuwa wanajua Mungu wao, walikuwa wanajua ibada ya nani? Ya Mungu, ibada ya kweli. Yes. Na Hezekia akiwa ni kiongozi alikuwa anaelewa haya mambo vile yalikuwa yanafanya nini? Yanafanywa. Unaona Rabshake anasema mambo makubwa, propaganda kubwa, na ni kweli yametendeka. Hezekia alipoingia kwenye uongozi aliharibu miungu ya kuabudiwa ambayo ilikuwa imekubaliwa na Ahaz baba yake, ili kwamba Asiria iweze kuwa inawatetea. Unaona? Na hata walikuwa wanatoa ushuru. Hiyo ni sawa na ilikuwa ni kweli. Lakini je, hili Hezekia alikuwa analifanya? Hawa miungu aliyokuwa anaharibu ilikuwa ni miungu wa kweli? Hilo ndilo swali. Hilo ndilo swali. Biblia inaonyesha kwamba ilikuwa ni ibada ya sanamu. Ilikuwa ni ibada ya sanamu. Kwa hivyo Waisraeli wao walikuwa wanajua ibada ya kweli ni ibada ya Mungu aliye wapi? Aliye mbinguni. Yeah. Lakini hawa Waasiria wao walikuwa wameenda zaidi, hata walikuwa hawajui ibada ya kweli. Sasa wao wanapoyaleta haya, wanayaleta tu kama ukweli wao. And truly, na ukiangalia tu unaona kweli yamefanya nini? Yametendeka. Na kuna Wayahudi wengine ambao walikuwa wameingia sana ndani ya hii ibada kiasi kwamba walikuwa wamesahau ibada ya kweli. So Rabshake succeeded greatly katika kuwatia nini? Hofu. But there were remnant, kulikuwa na wale mabaki ya watu wanajua kwamba hii ibada ilikuwa si ibada ya kweli. The likes of Hezekiah the king.
He came out strongly, went to the Lord, akasema Mungu hii vita tupigani. So we can be able to differentiate the truth from error, especially ikiwa tunajua ni Mungu yupi tunayemwabudu. Ibada zake zinahitaji kufanywa kwa namna gani. Otherwise huenda ikawa vigumu ku differentiate. We must know the God we are worshiping. Lazima tumjue ni nani, anataka mambo yake yafanywe kwa namna gani. Kwa hiyo the counterfeits zinapoingia, we are able to differentiate truth from error. Labda kuongezea tu kwa dakika moja. Ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza 4 mstari wa kwanza, tunaambiwa kwamba Yohana anasema, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone and into the world. Tunaambiwa kwamba tuweze kujaribu roho, lakini tuweze kujua ile ya ukweli ni gani. Na kwa sababu roho wa Mungu anajidhihirisha katika Biblia. So kama propaganda ama kitu chochote ambayo tunaambiwa ni ukweli, tutaamini kama ni ukweli kama iko katika misingi ya Biblia. Naam. Alright, asante sana mpenzi msikilizaji. Natumai kwamba uliouliza swali hilo umeweza kujibiwa. Swali lingine ili natumai kwamba ningependa liweze kuenda kwake dada Violeta. Anauliza hivi, why was Hezekiah preparing for war even when he had prayed God? Hilo ni swali zuri. Hezekiah alitayarisha kila kitu, wanajeshi wake, akawa ready to face the king of Assyria. Lakini bado alichukua sehemu ya kufanya maombi kwenda kwa Mungu. Kwa hii maisha yenye tunaishi, kuna shida ambazo hatuwezi kuzishinda peke yetu. Maombi pia ni muhimu. Tuna adui wetu mkubwa ambaye ni shetani. Na tukisema tutapigana na yeye peke yetu tumshinde, haitawezekana, tutakuwa tunajidanganya. Sasa tunahitaji hizo nguvu kutoka kwa Mungu ili tuweze kushindana na hawa adui zetu. Unajua Hezekia kwanza alikuwa ametoka mbali kidogo na Mungu. Akaomba Mungu akamhakikishia kwamba atawasaidia kupigana katika hivyo vita. Hezekia alikuwa anajua yani hiyo Yerusalemu au Juda walikuwa ni watu ambao walikuwa kuamini kwamba kuna Mungu mbinguni, walikuwa wanamcha, pia walikuwa wanajua kwa yale yote ambao wanapitia anafaa kuwa part of them, awasaidie kufanya maamuzi ama kupata suluhisho. Sasa kama Hezekia angejitayarisha kwa hiyo vita peke yake, yeye na wanajeshi wake, kungekuwa na uwezekano ashindwe, sababu jeshi la Waasiria ni watu walikuwa wamejitayarisha. Na kwanza kwa ile propaganda alikuwa amepeana kwa kuwashtua, kumbuka alikuwa amemwambia kuna cities kubwa sana kushinda hii yenu ambayo tumezichukua. Yani kumaanisha hivyo ndo kutoka hapo tunaambiwa ili jeshi la Assyria lilikuwa limejitayarisha na ni jeshi kubwa na lingeshinda watu wa Jerusalem. Lakini sasa sababu hawa ni watu wenye walikuwa wanajua Mungu, walikuwa ni watu wa Mungu, hawangeenda kupigana hizi vita peke yao. Kulikuwa na umuhimu wa kumwalika Mungu, sababu pia tunasoma kwamba kwa Biblia kwamba vita si vyetu, ni vya Mungu. Ni tutekeleze sehemu yetu, tumwachie Mungu pia afanye sehemu yake. Sisi ni wanadamu wadhaifu. Sasa tunahitaji nguvu za Mungu kwa kila kitu ambacho tunafanya. Okay. Alright. Yeah. Sasa labda mimi niweze kuuliza sasa kivyangu pia. Hezekiah alikuwa amemuomba Mungu. Mbona tena aendelee kujiandaa? Si angeacha tu aseme kwamba nimeweza kumuomba Mungu, sasa acha nitulie ningoje. Chukua mfano kama huu, uko kwako kwa nyumba, alafu hauna chakula. Utaenda ukae muombe Mungu, unaona hatuna chakula, tunaomba utusaidie tusilale njaa. Ukikaa hapo, huu si wakati wa Wanaisraeli wakati walikuwa wanapokea mana.
hakuna vile chakula itajileta kwa meza. Lazima utoke uende utafute, Mungu atakufungulia njia vile utapata. Sasa hangeomba tu nimeomba Mungu amehakikisha atanisaidia, sasa wacha sisi tukae au Asiria wakuje, Mungu wako upande wetu. Hapana, wakati uko na adui lazima pia wewe unatafuta njia ya kujidefend. Ndiyo, kuna Mungu mwenye atakusaidia, lakini sio ati unakaa tu hivi Mungu wako upande wangu sasa wacheni tu wakuje. Yani wakati lazima ufanye personal effort yako, alafu ndo Mungu akusaidie, na si ati unaomba alafu unaketi. Vile tulikuwa tunaambiwa shule ati usiombe ukae usisome alafu useme utapita mtihani. Lazima umake a personal effort. Hakuna yani uwezi kaa tu hivi alafu useme nitasaidiwa. Lazima umake a personal effort ndo Mungu pia aingia kusaidia. Alright, asante sana. Natumai kwamba msikilizaji umeweza kupata jambo hilo moja kwa moja. Kwa sababu ya muda naona kwamba tuna dakika kama 5. Ningependa tu kupitia, sitasoma jumbe, ningependa kupitia wale ambao wapo ndani, na labda naona kwamba maswali ni mengi, lakini kwa sababu ya muda ningependa kwamba mturuhusu tu tuweze kumaliza. Priska Kerubu unasema kwamba upo ndani, Anhaina unasema kwamba upo ndani, Eliza kwa Moza na kuona, Gladys Siko, Damaris Ratemo, Rael Kerubo anasema kwamba yupo ndani, Obedai Saboke, Blessed Mom unasema kwamba upo ndani, unazidi kubarikiwa kwa njia iliyo ya kiutaratibu tena zaidi. Naona kwamba anasema kwamba Blessed Mom, kweli kutofautisha ukweli na uongo ama propaganda inakuwa kwamba ni problemi katika ulimwengu huu wa sasa. Na sasa ningependa labda useme jambo la mwisho, wewe ndio umesema jambo la mwisho, tuone jinsi ambavyo mambo yanakwenda. Sasa ile kitu ningependa kusema ni katika huu ulimwengu wa sasa, shetani anapotaka kukuangamiza anatumia mtu ambaye yuko karibu na wewe sana, rafiki yako sana, na anakuattack kwa your weakest point. Yani pale malipenye anajua hapa nikimwenda na hii kona hapa nitamuweza. Sasa ni tuchague wale watu ambao tunaassociate na wao kwa hekima. Alafu pia tuwe watu ambao tunasoma Biblia zetu ili tuweze kutofautisha kati ya ukweli na jambo la uongo. Unaona hapa huyu ninaweza sema ni spy mwenye alitumwa na King Sennacherib kwenda kwa nini wale wenye walikuwa nataka kuattack. Alienda kwanza, walikuwa marafiki hapo awali, ni watu wenye walikuwa wa protect wanapokuwa attack. Sasa sasa hii wao wanataka kuenda kuattack na wanatuma mtu ambaye ni rafiki yao. Yeye ndiye anawaambia the propagandas anawaogopesha. Sasa kama sisi hasa ni kwa vijana sana wale watu ambao tunaassociate na wao, wale watu wenye kwa karibu sana na sisi ndo wanaweza tumika na shetani ili kutuangusha. Sasa ni tuchague, hata kama mtu anakuja kwako kukuambia jambo, inaweza kuwa amekuambia ukweli, lakini pia fikiria amekuja akiniambia hivi, kwa nini? Ndo yani vile wale walidanganywa kwa nini hapa nasema ni ukweli, tutashindwa tu. Sasa wakati mtu anakuja karibu na wewe anakuambia kitu, pia wewe usiseme huyu ni rafiki yangu, kitu amesema ni ukweli. Fikiria amekuja kwa njia gani na anataka kuachieve nini. Alafu jambo lingine ni sasa hivi yule adui tuko naye mkubwa ni shetani. Anatumia malaika wake kwa njia nyingi kutuogopesha, lakini lile jambo ambalo tunafaa kujua ni tuna Mungu wetu ambaye is a mighty fortress, na hata kama shetani pia ana nguvu zake, hana nguvu za kushinda Mungu wetu. Sasa siku zote wacha tuwe waaminifu kwa Mungu, tuwe watu wa maombi, na Mungu anaweza kutushindia katika hali yote ngumu yenye tutakuwa. Mbarikiwe. Amen. Kitabu cha Isaya 54 fungu lake ni la ngapi? Okay, kitabu cha Isaya 54:17 kinasema hivi: kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu.
kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa mtumishi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Amen. Kwa kumalizia Elder Joshua Momanyi, labda pia unene jambo la mwisho. Asante sana. Jambo la mwisho ambalo ningependa kuleta mbele ni ile ya kwamba baada ya Hezekia kupata ushindi mkubwa na kutoka kwa vita ya Waasuri, alikuwa ni maarufu sana. Sasa akawa na mali nyingi sana, akaanza kujidai, kujinua. Pride came unto himself. Lakini Mungu alimwacha tu hivyo. Alipigwa na ugonjwa ambao alikuwa ni mgonjwa sana, ugonjwa ambao haungemdhiri awe hai. Sasa tuliona hapa ya kwamba alipolilia Mungu, alikuwa anamtegemea Mungu sana, mfalme Hezekia. Kwa hivyo alimlilia Mungu ya kwamba yale ambayo amefanya mazuri, Mungu amkumbuke kwa yale mazuri ambayo ametendea taifa la Yuda. Kupitia kwa nabii Isaya, Mungu akasikia kilio chake, akamwambia nabii Isaya ya kwamba rudi tena umwambie ya kwamba nimesikia kilio chake, sitamfuta majozi, na nimemwongezea hata kufa sasa, nimemwongezea miaka 15. Baada ya hayo, wageni wakatoka, marafiki zake wakatoka mbali ambao walisikia uvumi ya ugonjwa wa Hezekia, wakakuja kumtembelea. Unajua, badala ya kuambia yule ushindi ambao amepata kupitia kwa Mungu wa mbinguni, alianza kuwaonyesha mali yake na vile hapo na mali tele tupatele. Hakumuinua Mungu, hakumtukuza Mungu, hakumwonyesha Mungu mbele ya marafiki zake. Kwa hivyo Mungu akawa na ghadhabu kwake. Kwa hivyo nasi ikiwa tutapata ushindi, shetani tunaona hapa ya kwamba anachukua ukweli na uongo, anachanganyisha. Vile kule shambani la Edeni, si Mungu aliwaambia kina Adamu na Hawa wazile tunda, walikuwa na uhuru ya kula matunda katika ile shambani, lakini kuna mti ambao hawangekula matunda yake. Sasa shetani alijua vile, anakuja kule anasema ni kweli Mungu aliwakataza msile haya. Kwa kweli Hawa alisema ndio, alitukataza tusiyale hata kuguza hata kutamani. Akasema hapana, hamtakufa. Alijua ya kwamba mtafanana naye, mtakuwa kama yeye. Kwa hivyo hakuna shida. Akatoa kala na akapea bwana yake. Wote walijiona wakiwa uchi, walikuwa na wao, wakatoka wakakimbia kutoka kwa shamba la Edeni, wakajificha kule changwa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba shetani nyakati za mwisho, lazima tuwe watu wa maombi, lazima tuwe wanafunzi wa Biblia, tusome Biblia sana, kwa maana shetani anachanganyisha ukweli na uongo. Kwa hivyo tukisoma Biblia sana, tukiwa wanafunzi wa Biblia wa maandiko matakatifu, hatutashindwa na yule mwovu shetani. Tutaona zile nia zake mbaya hakuna kwetu sisi. Kwa hivyo tutegemee Mwenyezi Mungu na tutubu dhambi zetu ili tufanye urafiki, kwa maana tukiendelea kuwa wenye dhambi katika maisha yetu ya Kristo, Mungu hatakuwa rafiki yetu. Kwa hivyo ni lazima vile tulisoma katika kitabu cha Zekaria sura ya 3 na fungu lake la kwanza, tulisoma ya kwamba Mungu, God cleanses us from all our infirmities.
Mungu atushafishe kutoka kwa uovu wote wetu wote, ili tufanye urafiki na Mungu wetu. Ikiwa shetani atakuja, shetani hatatushinda, kwa maana sisi ni marafiki wa Mungu. Vile tulisoma katika hiyo kitabu cha Warumi 8 sura 8 ya 8 na mstari kuna wa kwanza, ya kwamba therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hakuna mtu ambaye atatewe kuhukumu tukiwa ndani ya Yesu Kristo. Shetani atashindwa na alishindwa kabisa kabisa. Alright, asante sana. Natumai kwamba mambo hayo matamu tumeyapata moja kwa moja. Naona kwamba Divina Ontiri hapo Ontiri hapo ndani. Huyu anaitwa nani? Atandi Nelson hapo ndani kutoka sehemu za Yaya Center. Valerian Nyamweno anasema kwamba yupo ndani anafuatilia mpango wa lesoni. Na sasa kwa njia ya haraka tu, kwa sababu naona kwamba mida imesonga, team YouTube, team Facebook, team Twitter, team Instagram, tunashukuru sana. Team Radio, tunashukuru sana kwa kutembea nasi tangia moja hadi sasa hivi. Ningependa labda Elda Ombati uweze sasa kutumalizia, labda unene jambo moja kisha utumalizie lesoni ya siku ya leo. Shukrani ndugu yangu. Tumemwangazia vizuri huyu jamaa anayeitwa Hezekia, King of Judah, na amefanya mambo mazuri sana tena, na tumeona ushindi mkubwa kwa kabila la Wayuda. Jambo ambalo tungesoma ni kwamba inafaa tumtumainie Mungu wakati tuko chini na wakati tuko juu, and he is faithful, atatuokoa. Lakini pia kuna lingine ambalo hatungependa kuchukua kutoka kwa mfalme Hezekia. Ni mzuri, ndio tumemwona akifanya kazi nzuri na ushindi upo on the Judah side, lakini mahali anamalizia, na mzee amezungumzia, lakini nazungumzia mstari wa mwisho wa chapter 39. He doesn't seem to care about the coming generations kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya self. Isaiah amemwambia umefanya mbaya, you have missed an opportunity to glorify God kwa haya makubwa ambayo amefanya nini, amekufanyia. Umefanya mbaya, na kwa sababu ya ubaya huo vijana wako watapelekwa mateka, watatumikia yule, watapelekwa kwa namna hiyo. Do you know what Ezekiel says? Anasema provided there is peace and protection kwa siku zangu, I don't care. Are you getting that? Yeah. I don't care. Hata kama shida hiyo itawapata, mimi sipo. Mimi provided mimi hapa niko sawa na amani, nimelindwa, nina amani, I just don't care. This spirit selfish. Anajitakia makuu, na ni nani amemuinua kiasi kile? Ni Mungu. How often is this experience of Hezekiah ours? Sometimes we pray during our low times and God exalts us. Then when we are up there, we cannot even thank God for the same. Hatuwezi hata kumshukuru nani? Mungu. We don't care. Provided tuko sawa, hatuna nini? Hatuna shida. Sasa nataka kusema nini ndugu zangu? We are troubled. Sehemu zote. Vile Wakorintho wa pili chapter 4 verse 8 kwenda chini nasema, lakini hatumalizwi. Tukiwa na nani? Tukiwa na Mungu wetu. Tunakuwa persecuted, but we are not, hatumalizwi. Tutabaki kuwa wapi? Hapo hapo. And let me tell you one thing. God, Mungu, wakati wetu tumefika kwenye kona, yani tumefinywa, we are at our extremes. That is an opportunity for God to show. Sometimes he allows us to get into those corners, into those straight corners, so that he can glorify himself through us, through delivering us. People can be able to see who the true God is. So
nataka kuleta niseme kwamba let us be encouraged. Let us be encouraged. Tufanye sehemu yetu vile ndugu yangu Gitonga alisema, we cannot just sit and wait. No. Unaona Biblia inasema before you start praying, God knows your prayers and he has even answered them. But he tells us, pray. Are you seeing that? Because he already understands us. It is doing our part. Na ndio sababu wametupa ubongo, ndio sababu wametupa nini. Mimi nimetoka sehemu ya kupigana na Wamasai. We don't just go fighting. Mishare ninayo, kila kitu ninayo. You see, lazima niwe na hivi vitu kwa sababu ninaishi kwa mpaka. Masai wanapokuja ninaomba Mungu, namwambia Mungu protect me. Sometimes I don't even use those mishare. Wanakuja wanafika hapo na wanarudi. That is how God fights. We have something to do so that as we combine our efforts with God's efforts, of course he does all, lakini yeye ndiye anatupa wisdom of preparing ourselves for the same. May God bless you all. Amen. Alright, asante sana mpenzi msikilizaji, natumai kwamba tumebarikiwa. Naona kwamba comments ni nyingi hapa, watu wanauliza maswali, ila ningependa tu tuweze kutamatisha kwa sababu labda ya muda. Wakati mwingine tena Sabato ijayo tutakuwepo ndani. Tunashukuru sana kwa wale ambao mnazidi kutufuatilia. Ambia rafiki kwamba siku ya Sabato kuna lesoni ndani ya Bagusi Global Radio, ndiposa tunazidi kusonga kwa pamoja. Nashukuru sana, tumekuwa na walimu wetu Elda Ombati, ndugu yetu Kitonga, dada yetu Violet, alafu kisha baadaye tumekuwa naye pale Elda Joshua Momanyi kutoka Kisii Central. Asante sana. Ningependa kwamba tuweze kupata ombi kutoka kwa Elda Joshua Momanyi tuweze kutamatisha ili tuzidi kufanya nini karibu. Oishe mbinguni, Baba na Mungu wetu mtakatifu, tumekushukuru na kukuinua na kukusifu na kukuabudu. Asante kwa mafundisho mahususi ambayo tumepata kutoka kwa fundisho letu ambayo tumejifundisha Sabato ya leo na asubuhi ya leo. Kwa hivyo tunakuinua na kukusifu kwa yote ambayo umetutendea. Tunaomba ya kwamba utusamehe dhambi zetu kila mmoja wetu, tutakaza na damu ya mwanao iliyomwagika juu ya msalaba kwa ajili ya dhambi zetu, ili Mungu wetu tukamilishe na azao tuandae zote katika ufalme wako. Hebu sikia leo iwe ya mibaraka mikuu na ututakaza zote ambao tutakusanyika kote ulimwenguni kwa ajili ya kukuabudu siku ya leo Sabato takatifu. Tuombea hii radio yetu ya Bagusi Global, ili Mungu wetu istahimili challenges ambazo zinakuja katika mipangilio yao. Na Mungu wetu, tunaona ya kwamba shetani ako na ghadhabu nyingi. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba wewe ndiye mshindi. Vita sio yetu, vita ni yako, na wewe ndiye utatushindia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunakushukuru kwa yote kwa siku ya leo na asubuhi ya leo, ili Mungu wetu tumetamatisha fundisho letu la leo, na ikiwa ni mapenzi yako Mungu wetu tukutane juma lijalo kwa ajili ya kuendelea kujifundisha zaidi. Tunaomba Roho Mtakatifu atunongoleze fikra zetu, ili Mungu wetu tukufuate na tukutii siku zote maishani mwetu. Yote tumeomba tukiamini ya kwamba umetusikia na utatenda. Tumeomba tukiamini katika jina la Yesu wetu. Amen. Asante sana mpenzi msikilizaji, basi umetembea nasi tangia moja hadi sasa hivi. Naona kwamba mida ni saa 2 dakika 11. Nashukuru sana wale ambao producers wetu, mainjinia wetu wamekuwa nyuma ya mitambo. Unajua kwamba kazi hii hatuwezi kuifanya peke yetu. Mainjinia wetu bana Videlis Mochoge mwenyewe, naona kwamba ananiambia kwamba kazi imekuwa shwari tena zaidi. Mr. Edu ambaye ni mmoja kati ya mainjinia ambao wametuongoza katika Sabato hii ya leo ya tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2021. Tunashukuru sana. Langu jina Jesse the presenter, amekuwa mwelekezi katika lesoni ya leo. Asante sana, tuzidi kubarikiwa kwa pamoja.
ine ngarukende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine nkorigiore amabogani asora nyoro bokorari gwekerengo keigoro ase rigori